ili wakaweze kuingia kwa ndani ya furaha, ili wakaingie mji wa baraka, ili wakaingie mji wa ushindi. Lakini huu mji umefungwa kwa ajili yao. Basi Mungu akazungumza na Yoshua, akamwambia ya kwamba nimewatia maadui wa Yeriko mikononi mwako. Bwana asifiwe sana. Hao maadui wa Yeriko nimewatia mikononi mwako, sababu tukiangalia naona mumeteseka sana, naona mumehangaishwa sana, naona mumedharauliwa sana, lakini wakati umefika ili niwape funguo ukaingie katika ushindi, ukaingie katika kuheshimiwa. Basi Mungu akazungumza na Yoshua, akamwambia ya kwamba haya maadui wa Yoshua Yeriko nimewatia mikononi mwako, utaenda kuwapiga, utaenda kuwapiga, utaenda kuwapiga na wataanza kuwaondokea. Niko na habari njema siku ya leo, imekuja na habari njema. Bwana ametuma RGC Matati, ameniambia ya kwamba yule ambaye alikuwa anakuhangaisha, yule alikuwa anahangaisha familia yako, siku ya leo Bwana amekupa mikononi mwako. Siku ya leo Bwana amemtia mikononi mwako. Ni lazima utaenda kushinda, lazima utaenda kusherehekea. Huyu ambaye alikuwa anahangaisha watoto wako, siku ya leo Bwana ametumana, amenitia maadui mikononi mwako, katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi umehangaika kwa muda mrefu, haijalishi umetekelewa kwa muda mrefu, lakini siku ya leo Bwana ametumana kwako, Bwana ametumana kwako. Haijalishi umetekelewa kwa muda gani, haijalishi umeitwa majina yapi, lakini siku ya leo utaenda kuheshimiwa, utaenda kukuita mheshimiwa. Haijalishi wamekuita majina yote, siku ya leo utaenda kuingia kwa furaha yako, utaenda kuingia kwa baraka zako. Basi maandiko ya Mungu yanasema nchi ya Yeriko ilikuwa imefungwa kwa ajili ya wana wa Israeli wasiweze kuingia. Kuna mtu amesimama kwa maisha yako, anakuzuia usiingie kwa furaha yako, anakuzuia usiingie kwa furaha yako, anakuzuia usipate baraka zako. Yaani umeishi kwa kuchekelewa, yaani umekaa maisha ya kudharauliwa. Nimekuja kutangaza ya kwamba siku yao imefika mwisho. Maadui Yesu amewatia mikononi mwako, wale waliokuwa kinyume na wewe Yesu amewatia mikononi mwako. Utaenda kuwapiga, wataenda kukuondokea, wataenda kukuondokea. Kirani natangaza ya kwamba kuna familia mwaka wa 2025 itaenda kuheshimiwa. Kanisa ya RGC Matati itaenda kuheshimiwa. Mchungaji wa RGC Matati, imefika wakati utaenda kuheshimiwa. Shereni wa hii kanisa, imefika wakati utaenda kuheshimiwa. Wale walikuwa na kusengenya, wale walikuwa nasema una maringo, imefika wakati wakaenda kukuheshimu. Wale walikuwa wametangaza kuisha, wale walikuwa wameona utaweza, wengine walikuwa wamekupea mwaka mzima, wengine wamesema utaona mwaka wa 2025. Lakini nimekuja kutangaza Yesu akiwa juu mbinguni akaona wana wa Israeli wanataka kuingia Yeriko, lakini ilikuwa imefungwa. Akamwambia ya kwamba hao wazuizi hao wamekuwa wakuhangaisha, nimewatia mikononi mwako. Kama uko na furaha, pigia Bwana makofi. Kama uko na ushindi, pigia Bwana makofi. Akamwambia ya kwamba hao ambao wanakuzuilia nimewatia mikononi mwako. Basi
lazima watoto watasoma, ni lazima watu wataandikwa kwa jina la Yesu Kristo. Wale walikuwa na kuzuilia kama madhabahu ya Bwana, ni lazima utaenda kutumikia Bwana. Wale walikuwa wameona kuisha kwako, tunatangaza ya kwamba ni lazima utaenda kunawili katika jina la Yesu Kristo. Pigia Bwana makofi mazuri. Haleluya. Amen. Yeriko ulikuwa mji ambao umewekwa, watu wanafurahia. Mtu akienda hapo, yani tu hakuna stress. Lakini kulikuwa kuna watu wamesimama, kuzuilia huo mti, yani wanaohangaika, walikuwa wamejulikana, wakiingia katika huo mti hawatahangaika tena. Wale wagonjwa ilikuwa imejulikana, wakiingia katika huo mti ni lazima watapona. Wale ambao wana kazi ilikuwa imejulikana, wakiingia katika huo mti wataenda kuachiliwa. Wale walikuwa wanateseka ilikuwa imejulikana, wakiingia katika huo mti wataenda kuteseka. Basi kukasimama wasimamizi ambao walikuwa wanazuilia. Sijui umezuiliwa miaka ngapi, sijui umezuiliwa wapi, sijui umezuiliwa kufika wapi, lakini Bwana ametuma siku ya leo ambaye anako tayari kutangazia ya kwamba hakuna kuzuiliwa tena, hakuna kuhangaika tena, hakuna kudharauliwa tena. Yesu ataenda kukuheshimisha. Hiyo mwaka mzima umehangaika, hiyo umekaa maisha ya kuteseka, hiyo umekaa kwa kuchekelewa, lakini imefika mwisho, utaenda kuheshimiwa. Wacha wale waliosema utaisha, wache wakuulize, kwani imetendeka aje? Kwani imefanyika aje? Naona umebarikiwa. Wale walikuwa wanaona utakaa kwa kujifunga kitambaa, hautaweza kusonga nywele, hautaweza kufanya kwa afadhali. Wache wakuulize imefanyika aje, na wewe kwa chini wa Bwana utaambia Bwana ametenda. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kama unaamini Yesu anaenda kumbadilisha, wapi shangwe na vigeregere kwa Bwana. Bwana asifiwe sana. Haijalishi umepitia yepi, haijalishi wachawi au wameloga kiasi gani, Jehova mwenyewe akona sauti ya mwisho au maandui amewatia mikononi mwako, amewatia mikononi mwako. Basi Mungu akazungumza na Yoshua, akamwambia ya kwamba mtaingia mzunguke Yeriko mara 7, na hizo kuta ambazo zimezuia zitaweza kuanguka. Sauti iko kwa madhabahu. Ni nani atakayesimama kuingia kwa maombi, amwite Bwana kwa ajili ya kanisa, amwite Mungu kwa ajili ya wanarika, kile ambacho kilikuwa kizuizi aweze kuondokea. Yaani mpendo, ninakwambia ya kwamba ulikuwa umejitoa kutumikia Bwana, lakini imefika mahali kwa madhabahu ukiinua sauti yako kumwimbia Bwana, unaambiwa unarika ukijinu ukitangaza perushi, unaambiwa hiyo ni kiwango
za Bwana, inafaa uingie kwa nguvu za Bwana, hizo kuta zikaanguke katika jina la Yesu Kristo. Nikakutangazia mama kwa mahali yako, haiwezi kafanyika. Uzae mtoto na uone amenunua gari, lazima upitie shida, lazima upitie kwa tatizo, lazima upitie kwa kuzengenywa. Ninatangazia wanarika mko mahali yako, hauwezi kuinuka siku ya leo. Useme utamtumikia Bwana, ukose kuambia unarika. Hayo ni mapito, hizo ni kuta, ina unafaa kuzishinda. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Wangapi tuko pamoja? Niko karibu kumaliza. Niko karibu kumaliza. Uliza liye karibu nao na barikiwa. Nduguye mundu no ukwati akiendo ulisa mtu unashika kitu. Bwana sifiwe sana. Amen. Yaani kuna baraka zako za mwaka wa 2025. Mwaka wa 2025. Mungu ameachilia kutoka juu mbinguni. Lakini kuna vizuizi. Kuna ambaye anaemuka. Kuna zile kuta zimejiinua. Unaposema mwaka wa 25, nitakaa na amani kwa familia yetu. Tutafanya kazi ya Mungu. Hapo ndipo watu wanajiinua. Wengine wanaongea maneno ya kukuudhi, wengine wanasema hautaweza. Yaani ukiinuka ukisema mwaka wa 2025, huo ni mwaka wangu wa kujenga. Wanaanza kukuuliza utatoa pesa wapi? Inafaa uelewe, hizo ni kuta zinajiinua. Hizo ni kuta zinajiinua. Unapopanga mipango ya kukaa na familia yako, wanakuja na kukuambia hao watoto wako hawatakusaidia. Mpendo, inafaa uelewe, hizo ni kuta ambazo zinajiinua. Hao ni maadui wanasimama kinyume yako, lakini Mungu anasema ya kwamba nimewatia mikononi mwenu. Bwana asifiwe sana. Amen. Acha nikuulize, tuseme uko hapa nyumbani, mwewe amekuja, ameshika kibaraka, na wewe kwa bahati mbaya, umetokea tu umemshika, si uko na uchungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hizo asila najua huyo mwewe ni vile tu hawezi akakulika. Yaani ni vile tu uweze ukamkula. Bwana asifiwe sana. Amen. Yaani ile vita ambayo utamuonyesha hapo, Bwana asifiwe sana. Amen. Hapo utamshika tu na umweke hapo kwa vifaranga endelee. Bwana asifiwe sana. Amen. Yesu nataiwe. Amen. Yesu nataiwe. Amen. Yaani huo mwewe utamtandika. Hivyo ndivyo Bwana amekupea maadui. Wale walikuwa wamekuhangaisha mwaka wa 2025. Wale walikuwa wamesimama kwa mlango wa baraka. Bwana amewatia mikononi mwako. Watoto wako watakusaidia. Mwaka wa 2025 ni lazima utaajiriwa kazi. Yaani kwa masomo yako ni lazima utaona Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa familia yenu ni lazima tu mtaona Mungu. Kwa kanisa ni lazima tutaona Mungu. Maadui lazima watatuuliza imekuaje. Maana Bwana ameingia
kuingia kumbadilisha mambo. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Watoto ni lazima watapanga harusi. Wanaume lazima tutaona harusi. Ile mipango uliyopanga Januari ni lazima itatimia. Sababu Bwana ametia maadui mikononi mwetu. Kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Naomba tukasimame na miguu yetu.